ajapo, itakuwaje na sisi Bwana akija. 174 174. Sijui atakapokuja. 3 sing. Sijui atakapokuja, mchana au usiku, labda saa ya alasiri, pengine ni alfajiri. Utwambia tuwe tayari, taa zetu tusizime, ili ajapo atukute, tuwe tukimgoja yeye. Tukimgojea, 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 twakesha twamgoja yeye. Inabidi kipindi kingine, tupishe kipindi kingine. Hebu tuombe, tupishe kipindi kingine. Baba na Mungu wetu, tena tunakushukuru kwa vile tumekuimbia, na ni shukrani pia kwa vile hata tunaona mvua inazidi kupungua, na tunaomba kwamba utayarishi waharakishe wengine ambao hawajafika wapate kufika, tuunganike pamoja. Mnenaji anayeingia tunamkabidhi mikononi mwako, Roho Mtakatifu amuelekeze. Ni kwa imani tunaomba kupitia kwa jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Wana wa Mungu, nimewasalimu nyinyi wote. Amujamboni. Amujamboni tena. Ni wakati mzuri mwema. Tunakaribisha nyinyi wote hapa kwa hii kipindi kinaenda kufuata. Sasa nitawasomea fungu kuu letu tunaenda kuangalia jioni ya leo. Natoka kutoka kitabu kia Exodus 4 verse 11. Inasema, then the Lord said to him, who has made man his mouth, who makes him dumb or deaf or seeing or blind, is it not I, the Lord? So fungu litafunuliwa na munenaji wa masaa haya. Sasa utusimame kwa ombi, tufanye maombi. Tuombe. Mungu na Baba wetu, tunashukuru kwa mchana huu, kwa vile Mungu wetu ni wewe umetufanya tufike siku ya leo. Hatukufikiria tutafika siku ya leo. Mungu wetu, sasa mnenaji ataenda kuongea mambo yako kutoka the Holy Bible. Umuongoze na Roho Mtakatifu Kenya naenda kutufundisha Mungu wetu jioni ya leo, iwe funzo kwetu, tutengeneze for the second coming of your coming. This is my humble prayer, in Jesus' name we pray. Amen. Sasa ndakaribisha mnenaji wa siku, madamu aweze kutufafanulia haya yenye tumesoma kutoka Biblia. Madamu, karibu. Wana wa mfalme, hamjambo? Leo naona ni kwa sababu ya maandalizi ya Sabato wengi hawajafika, na baraka za mvua tunazipokea. Wiki iliyopita tulikuwa na program ama topic ya gender based violence, na pia tulikuwa na emotional intelligence. Hii yote ni under family life. Siku hii ya leo tunataka kusoma fungu ambalo tumesomewa, lakini katika lugha ya Kiswahili. Nani yako na Biblia lugha ya Kiswahili? Kuna yule ambaye ana lugha ya Kiswahili?
fungu ambalo tulisoma wiki iliyopita ilikuwa juu ya tupende wenzetu, love one another. Sasa kama tunasema to love one another, kuna fungu hili ambalo tunaenda kusoma. Tunataka tusikie, alafu niwapatie topic ya hiyo fungu. Yule aliye na Biblia ya Kiswahili hajafika? Iko? Naona kuna kitu nitaona tena, nitasema baada ya kusoma. Aya, tunapoendelea isomwe katika lugha ya Kiingereza. Inasema verse 11, then the Lord said to him, who has made man's mouth? Who makes him mute or deaf or seeing or blind? Is it not I, the Lord? Hiyo ndio swali. Ile wa Kiswahili anaweza soma? Kuja soma kwa kipasa sauti. Kuna jambo ambalo nataka kuzungumzia hapo. Halo? Mvua imekuwa mingi, lakini tutaomba tusikizane. Kila mtu afungue Biblia tusikie inasema nini. 4:11. Maandishi hapa imekuwa kidogo, ndio kwa sababu 4:11 nasema, Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Au ni nani kiziwi au mwenye kuona au kuwa kipofu? Si mimi Bwana. Asante. Leo topic yangu inazungumza juu ya people with special needs. Topic hii ingezungumzwa wakati mwingine, lakini niliona niweze kuzungumza ili sisi wote tuwe na habari kidogo kuhusiana na topic hii, people with special needs. Ukiangalia katika fungu hilo linasema kwamba ikiwa na maswali, ni nani anayeumba mwanadamu akampa mdomo? Ni nani anayemfanya asisikie? Ni nani anayefanya asiongee? Si mimi Mungu? Ukienda kitabu cha Psalm 139 verse 14 and 15, watoto inasema, we are fearfully and wonderfully made. Sasa ukiona mtu mwingine mdomo imeenda upande hii, is he or she wonderfully made? Ukiona yule ambaye hana macho anatumia fimbo, tutasema yule ako wonderfully made? Wengine wanasema hapana. Siku hii ya leo tunataka kuongea juu ya people with special needs. Na nitaanza namna hii. Katika Biblia wametaja mdomo, wakataja asiyesikia, asiyeona. Mumeona hiyo kitu? Mumeiona? Yes. Sasa nataka munisaidie kufunza fungu hili. Katikati yetu kuna wale wanavaa miwani. Hebu kuja, tunataka kujifunza. Hakuna maswali magumu, wale wanavaa, hata wewe unacheka, kuja tu. Kuna wale ambao wanatumia mkono wa kushoto. Wako? Mwenye anatumia mkono wa kushoto akuje, kuja. Haya, kuna wale ambao wako twins, mapacha. Wale wako mapacha waje, kama ni wavulana peke yake ama wasichana. Very good. Twins, simama hapa. Kuna wale wanaotumia mikono miwili, left hand and right hand. Wakuje.
Wale wanatumia left and right hand, yaani mikono yote. Haya, kuna yule ambaye anatumia mguu wa kushoto kupiga mpira kwa wavulana. Kuna mwingine? Haya, wacha sasa nianzie hawa, tunajifunza. Hawa watoto wamesema ni mapacha. Tutasonga pande ile. Huyu pacha yake yuko wapi? Pacha. Haya, ukiangalia hawa ni twins. Walitoka tumbo. Are they very special? Yes. Mama yuko wapi? Hajafika. Asante sana. Salma wasemia hello. 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 Yes. Nilikuwa nataka kusema kwamba twins they are also special. Tumeona huyu ni msichana na huyu ni, lakini wametoka tumbo moja, ana huyu ni mrefu, huyu ni, they are very special. Thank you so much. Thank you. Haya, unatumia left hand. Haya, nataka utuambie ulianza kutumia na mkono wa kushoto lini? Nikizaliwa. Nikizaliwa. Yeye anasema anatumia mkono wa kushoto tangu kuzaliwa. Unapocheza na wengine ama unapoandika katika moyo wako, huwa inakuja mbona hawa wanaandika na mkono wa kulia na wewe kushoto? Hapana. Uko sawa? Asante, thank you. Thank you so much. Ametumia left. Wonderfully made. Wewe ukiambiwa uandika na left hand, hautaandika. Haya, tuje kwa mami. Mami amevaa miwani, si ndio? Tunataka tumuulize swali rahisi. Alianza kutumia miwani lini na kwa nini anaitumia? Nilianza kutumia miwani wakati miaka ilianza kusonga. Vile miaka inaendelea kusonga, uwezo wa kuona unaendelea kupungua. Ndio maana nikapatiwa miwani nisaidie. Sasa shida ni nini? Nikitumia naked eyes siwezi kuona vizuri wakati ninasoma. Okay. Thank you so much, mama. Mmesikia? Anavaa miwani kwa ajili ya kufanya nini? Ya kusoma. Sasa tuje kwa Biblia. Imesema juu ya mdomo, ikasema juu ya macho, ikasema juu ya nini? Ya masikio. Nataka tujifunze leo, tujue hawa watu ambao tunaenda kujifunza, tuko nao kanisani, na kama tuko nao, tunawatambua kweli? Ninaanza hivi, people with special needs. Number 1, wale wanaandika. Kuna kikundi ya watu wa macho. Kikundi ya watu wa macho haiko aina mbili. Ziko vikundi viwili vya macho. Kundi la kwanza la macho ni hawa. Ni dada huyu umeona amevaa miwani. Nimeona daktari huko na madam wanavaa nini? Miwani. Grupu yao inaitwa low vision. Low vision. Yaani lazima apewe miwani ili aweze kufanya nini? Kuona. Asipopewa hiyo miwani hawezi ona. Miwani hiyo ziko tofauti. Kuna miwani wakati anavaa jua. Mumaiona miwani mtu akitoka nje, miwani hiyo vioo inakuwa dark. Yes, ina control nini? Light. Akiingia ndani kwa sababu light sio nyingi, anaweza kufanya nini? Ile miwani inaonekana clear. Kundi la pili ni wale ambao hawaoni kabisa. Wanaitwa the blind. Na wakati mwingine watu wanajiuliza, mnasema huyu mtu haoni, na mbona anajua hii pesa ni pesa fulani? Nataka kuuliza wale wazee wako hapa na wakina mama, wale wako na pesa. Just toa pesa yako ambao uko nayo. Ile uko nayo 50 shillings, 100, 500, nikwambie kitu. Katika pesa ambazo mko nazo, ukiangalia huko mwisho, kuna mahali kuna mistari 3, mistari 4, mistari 2. Toa pesa yako uone. Mungu amepatia hao watu
kipawa cha ajabu. Naona Elda anaangalia, kuna mistari huko mwisho. Ikiwa ni shilingi 50 kuna mistari yake, shilingi 100 kuna mistari. Umeona hiyo mistari? Umeona hiyo mistari? Hiyo ndio yule asiyeona kabisa. Mnajua yeye hata ukimpatia hii mwangaza hawezi kuona. Akishika hiyo pesa, anashika pale kwa hiyo mistari, anajua ni pesa fulani. Wengine watauliza, anajuaje hii nguo ni yake? Unapompatia nguo, ukimwambia nguo ninakupa, unajua yeye anataka umwambie nguo nakupa ni color blue. Akishika hiyo material, hata ukiweka nguo zako zote kwa laini, ataweza kufanya nini? Kutambua. Those are the blind. Kundi lingine nazungumzia ni la masikio. Masikio pia wana vikundi viwili. Kundi ya kwanza katika masikio, kuna wale unapata wamewekewa vitu kwenye masikio. Ni kama wale wa macho. Amewekewa kwenye sikio. Ama hivi pasa sauti. Hao tunaita hard of hearing. Hard of hearing. Anaweza kusikia akitumia chombo kinachoweza kuongeza sauti. Kundi la pili la masikio ni wale ambao hawasikii kabisa, the deaf. Sijui katika kanisa hii mko na group ambayo inafanya sign language? Yes, wanafanya hiyo kwa nini? Ni njia ya kuzungumza na hawa watu. Kundi lingine ni la physical. Tunasema physical impairment. Hatusemi handicap. Haya majina utatanisha, lakini jina unajua vile miaka inaenda wanapitia hayo majina wakiyabadilisha, lakini huwa tunayakubali yote. Physical impairment. Hawa ni wakina nani? Mmeona watu wakitembea mguu moja fupi, anaenda namna hii. Mmeona yule anatumia fimbo, tunasema crutches. Kuna wengine zile wanasukuma. Kuna mwingine amewekewa mguu artificial, yaani mguu ambao unafanana mwili wake lakini huwezi kujua tofauti. Kuna wengine ambaye katika kifua, mnaona ng'ombe? Hapa nyuma ya ng'ombe inakuwa na nini? Mnasema nundu. Pia wengine unawakuta yao iko mbele kwenye kifua, wengine iko wapi? Nyuma. Kuna wengine ambao mwili kutoka juu mpaka chini, katikati ya kiuno ni ndefu kuliko wapi? Chini. Ama chini kuliko wapi? Juu. Pia hao physical, kuna wengine katika uti wa mgongo. Wale madaktari wako hapa wataweza kuwaeleza vizuri. Yaani kuna njia ambayo uti wa mgongo unajikave. Kwa hivyo ukienda zaidi utapata huyo mtu hapa kwenye kiuno ni kama anataka kuingia ndani na anataka kukua kama S akitembea. Kuna wengine ambao hawana mikono. Kuna wengine hawana nini? Miguu. Kuna wengine unapata mkono moja huko, mwingine hakuna. Kundi hili ni kubwa sana. Hata hapa njiani mnawaona. Ni kubwa sana. Kuna wengine shingo. Akitaka, yani hii uti wa mgongo kwenye shingo haukuweza kukua. Kwa hivyo unapata kichwa inataka kuanguka, yani haisimami vile yetu inasimama. Hiyo kundi iko. Makundi hapa ni mengi sana, nimetaja. Amputees, wale wako na mgongo, scoliosis, the lame, the cerebral palsy, wote ni wengi wako katika kundi hili. Kundi lingine ninataka kuzungumzia ni kundi la mdomo. Mlisikia kwenye Biblia walisema mdomo? Yes. Mmoja wao ni Moses. Moses alisema hawezi kufanya nini? Kuongea. Kwa hivyo kundi hili ambalo tunazungumzia ni ya communication. Kuna wale ambao mnasema wanakata, mnawaita namna gani? Katika lugha ya Kisii.
wako tutura. Taribo? Yes. So hao wako katika hii kikundi inaitwa ya communication difficult. Kuna wengine hata akiandika katika lugha ya Kiingereza kama ni mwanafunzi, anaandika akiongeza maneno mengine, silabi. Zingine anaondoa, zingine anafanya nini? Anaongeza. Omission and addition. Kundi hili pia sauti yao. Unaweza pata mwingine anaongea kama ni mwanamke, sauti inaweza kuwa kama bass, iko chini. Mwingine sauti iko wapi? Juu. Mumaiona wanaume wakiongea na sauti kama ya wasichana. Hata akiwa kwa nyumba unafikiri ni nani? Ni msichana. Ako katika kundi hili kwa sababu ya communication. Inafanya mtu anachanganyikiwa kwani ni msichana ama ni mwanaume. Kundi lingine ni wale ambao wana shida ya kiafya, tunaita health problems. Wale wa diabetes, asthma, blood pressure, yani ako katika hali ya madawa kila wakati, health problems. Hata wale tunaita wale wana shida ya damu, damu kuisha, hao wote wako katika kundi hili. Kundi lingine ni la ubongo. Katika kundi la ubongo tuna vikundi viwili. Kuna kikundi cha kwanza, mtaniuliza mbona umeweka hapa? The gifted and talented. The gifted and talented, gift means the brain, vile anafikiria, vile anaongea, anawaza. Talent, unaweza pata mtu ana talent ya kuchora, ya kuimba, yani anafanya vitu vya ajabu. Lakini katika ubongo iko wapi? Chini. So hawa ambao tunasema the gifted and talented ni kwamba ubongo na talent zote zinaenda pamoja. Kwa nini waweko hapa? Why are they so special? Ni kwa sababu usipo wa handle vizuri watakusumbua. Akili yao iko zaidi ya nani? Akili yako. Na mara nyingi hawa ambao the gifted and talented wanataka kitu ambayo ina challenge their brain. Ndio unapata mara nyingi hawa ambao wanaingia kwa madawa ya kulevya, hii mambo ya kuchallenge, vile anapitiza labda kwa airport, vile anafanya nini, makundi kama hayo wanataka kutumia ubongo wao, yani utumika vizuri, something to challenge them. Kwa hivyo makundi mengi yako hapa. Kuna nyingine, kikundi ya pili tunaita intellectual challenge. Hii mambo ya ubongo tu. Yani ubongo wake, reasoning, thinking yake iko namna gani? Iko chini. Ndio kwa sababu wanawekwa hapa, mambo yao anaweza kuwa mzuri sana kwa mambo ya nje, ya kazi ya mikono. Lakini ikifika darasani, hakuna. Hata wakati mwingine mnaongea na yeye, unapomuuliza maswali, kuna sehemu nyingine hawezi kukujibu vile umeuliza. Nikuje kikundi kingine. Kikundi hiki kinaitwa emotional and behavioral difficult. Mnakumbuka tukiongea juu ya emotional intelligence? Sasa hawa wana shida ya hisia na wana shida ya tabia. Behavior ni ile actions tunaona, matendo tunaona. Emotions zinatoka ndani ya ubongo. Kwa hivyo hawa watu wako na hiyo shida. Mara nyingi unawapata yani wanaenda na moods. Leo ako na furaha, dakika chache amefanya nini? Imeenda. Kuna wengine waoga. Wengine kukasirika. Mumaiona mwanadamu anakasirika mpaka anatetemeka. Anakasirika mpaka anatoka jasho. Ndio hawa wako hapa. Kikundi hiki unapata wengine wana tabia ya kupigana, fighting. Kikundi hiki unapata wengine wana wasiwasi kila wakati. Kuna wengine katika kikundi hiki anapoongea unaona hata tabia anayo, inaitwa mannerism. Yaani anaongea akitingiza mwili mpaka unashinda, si asimame tu.
Sasa amezoea, imekuwa kama ni part of the system. Kuna wengine hata kula, kuna watu wakiketi kula, anakula vibaya sana, hana nini kipimo. Tuna kundi lingine ambalo tunaita learning difficult, kusoma, mambo ya masomo. Kusoma, umekuwa na mvua nyingi, sijui tunge kidogo tu alafu tuendelee.